Tambara inatuonyesha mabinti wadogo sana wakiwa chini hapa. Akaja hapa Ngariba kuwakagua hawa mabinti. Mabinti wakionekana wamekaa kwa hofu sana na vilio ndani yao. Lakini Ngariba hakujali hiyo. Mama zao na bibi zao wakawa wanahimiza tu Ngariba hawahi kufanya haraka sana kuwafanyia tohara hawa mabinti. Hawa mabinti inabidi waandaliwe kwenda kuwa wanawake kamili. Mila zao zinaamini kwamba mwanamke akikatwa kinembe basi ndio ataenda kuwa mwanamke kamili. Na kama mwanamke hajakatwa kinembe basi hafai hata kuolewa pale kijijini, kwa sababu huyo atakuwa sio mwanamke bali ni msichana. Ngariba akachukua kifaa chake taratibu, akaanza kuwakata vinembe hao mabinti ili mradi kuandaa kuwa wanawake kamili. Miongoni mwa hao mabinti kuna huyu binti anaitwa Sanapei. Ni maumivu makali yakawa yanasikika miononi mwao na wakawa wanapiga kelele kubwa sana za uchungu, kumaanisha kwamba wanapitia kipindi kigumu na maumivu makali kwa sababu ya mila na tamaduni zao, na hata mama zao na bibi zao ndio wamezipendekeza. Wao wanaamini katika mila na wanaamini kwamba binti akishakeketwa basi ndio anakuwa mwanamke kamili. Ngariba alifanikisha kuwakeketa mabinti wote. Baada ya kuwakeketa wakabidi wainuliwa wapelekwe sehemu ambayo wanaweza kaandaliwa kwa ajili ya tamaduni nyingine na taratibu nyingine za kimila. Wakafikishwa hadi hapa, wakaanza kupakwa vitu fulani usoni. Hapa wakaambiwa tayari mshakuwa wanawake, kwa hivyo mnaruhusiwa kuolewa na kupokea barua za uchumba. Mama zao wakawa wanapiga makofi na vigeregere na wakanywa pombe hapa kuashiria kwamba ili jambo limeenda salama. Baadaye kidogo hali ya mabinti ikaanza kubadilika kwa sababu walipoteza damu nyingi sana wakati wa ile tendo la ukeketaji unaendelea. Moja kati ya binti ambao hali yake ilibadilika ni huyu Sanapei. Mama yake na Sanapei akashangaa ya mwanae nazidi kubadilika kadri muda unavyozidi kwenda. Mama akawa anamshika mwanae Sanapei huku akimuomba asimuache duniani, maana bado anampenda sana binti yake. Lakini kwa ajabu sana binti hali ikazidi kuwa mbaya. Mama na Sanapei akawa analia sana hapa kumuona binti yake anakufa katika mikono yake, lakini mama akataka kupambania zaidi uhai wa binti yake. Mama alipambana kupata ambulance mpaka kufika hospitali mjini. Binti akafikishwa mpaka hospitali. Cha ajabu sasa, daktari akashindwa kabisa kumhudumia. Mama akamlilia sana daktari kwamba msaidie binti yake, maana amevunjwa na damu nyingi sana na maumivu makali sana, anaweza akapoteza maisha. Daktari akasema hawezi kumsaidia mpaka apate statement kutoka polisi. Mama akasema hawezi kwenda polisi maana muda umeenda na hii ni usiku, lakini daktari akamwambia kama nikimsaidia binti yako bila statement kutoka polisi, lolote litakayotokea ni mawili: aidha niende jela au nifutiwe leseni yangu ya udaktari. Siwezi kuhatarisha kazi yangu kwa ajili yako. Mama akasema kuwa na huruma, huyu ni sawa na binti yako, msaidie mwanangu. Daktari akamwambia niwe na huruma, yani mimi tena, sio wewe mama ambaye uliamua kumkeketa binti yako, ukajua kabisa ukimkeketa atatoka na damu nyingi sana na uko mbali na hospitali. Siwezi kufanya hivyo. Wakati unajadili hayo yote, mama anamlilia sana daktari amsaidie binti yake, lakini daktari akagoma kwamba taratibu na kanuni za kazi yake haimruhusu kabisa amhudumie mpaka apate statement kutoka polisi. Na muda ule ni usiku sana na kituo cha polisi kiko mbali sana. Wakati unajadili hayo yote, binti alikuwa tayari alishapoteza maisha. Na katika hapa Tambara kali kinoma noma. Movie inatufunza kwamba tusipende kuabudu mila kandamizi, mila na tamaduni ambazo zinakandamiza mabinti na jamii kwa ujumla. Tujali maslahi ya watoto, tujali afya na usalama wa watoto. Mimi naitwa Shabi Shabani, tukutane kwenye Tambara lijalo. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe. Tupia comment yako hapo chini, niambie umelionaje Ligoma, niambie unaangalia Ligoma ukitokea nchi gani, utakuwa umetisha kinoma noma.